Sadakta mtazamaji, shukran kwa kuendelea kusalia nami kwenye KTN News na kwenye sehemu hii ya jarida ambako kawaida ni sehemu ya mazungumzo, na ikiwa leo ni siku ya Ijumaa kama ilivyo ada, leo tutakuwa tunazamia matukio ya wiki, kuangalia baadhi ya taarifa na masuala yaliyogonga vichwa vya habari yaliyowakereketa wa Kenya, na vile vile kutafuta suluhu tu ya baadhi ya matatizo ambayo yanaendelea kuonekana kuwakera wengi wenu watazamaji na vile vile wa Kenya kwa jumla. Jina langu ni Hadia Mwasiwa na vile vile studioni naye Mheshimiwa Ken Chonga ambaye ni mbunge wa Kilifi Kusini. Asante sana kwa kuja. Shukrani. Na ndani muda sio kwa mrefu pia nitakuwa najiunga na Mheshimiwa Daktari John Mutunga ambaye ni mbunge wa Tigania East kuweza tu kudadavua baadhi ya masuala haya ambayo yameonekana kugonga vichwa vya habari. Labda moja kwa moja Mheshimiwa, tukianza kuzungumzia baadhi ya masuala haya, tuwezi kukosa kuzungumzia swala la mazungumzo ya mapatano ama wanaziita bipartisan talks kwa lugha ya Kimombo. Kumekuwa na vile vile harakati za kuanzisha mazungumzo, kisha zikasimamishwa na kuahirishwa na kisha kuanza tena, na jana baada ya kufanya kikao na wanahabari wabunge hao wakawa na vile vile kamati hiyo ikawa imeamua kuanzisha mazungumzo sasa siku ya Jumatatu. Je, unahisi katika mazungumzo haya na mchakato huu mzima wa mazungumzo, shida imekuwa ni gani katika kuweza kuafikiana na kuanza mazungumzo moja kwa moja bila ya vuta ni kuvuti? Swala ambalo kwamba ilikuwa linavuta nyuma mazungumzo, kwanza ni ile mipangilio ambazo zitafuatwa au zitatumika katika mazungumzo haya, ili wakiangalia kule mwisho wao wako na barabara ambao wanajua kwamba watafikia. Naam. Nafikiri kidogo tu tunakuwa na matatizo na changamoto kupata sauti yako ili waweze kulishughulikia hilo. Vile vile tumeona pia kumekuwa na vuta ni kuvute, tukiona kiongozi wa Azimio Raila Odinga akitaka kushinikiza hatua ya kung'atuliwa mamlakani kwa mbunge wa Lang'ata almaarufu Jalango kuhusiana na swala la kuweza kujiingiza kwenye upande wa serikali. Na kumekuwa pia na wabunge wengine ambao wameonekana kuwa kwenye orodha hiyo, na ni baadhi ya swala ambalo limewekwa kwenye matakwa kwenye mazungumzo haya. Labda ukiendelea kuzungumza kuhusiana na hoja ulizokuwa unatoa pia na kuzungumzia swala kama hili, labda inaweza kuwa ni sababu kama hizo ndio zimepelekea kucheleweshwa kwa kuanza rasmi kwa mazungumzo. Hiyo ni moja katika yale ambayo kwamba Azimio yanataka yazingatiwe. Maanake ikiwa wewe mbunge umechaguliwa kupitia kwa mrengo fulani, basi uko na jukumu, hata kulingana na katiba ya chama, uko na jukumu kuhakikisha maslahi ya yale malengo ya chama yanapewa kipaumbele. Iwapo kwamba wewe utakuwa umechaguliwa na mrengo fulani, kisha kwa sababu zako ambazo wengine hawazielewi ukiuke ule mkataba ambao kwamba uko nao na chama, sina budi na hakika kabisa hata wewe utakubaliana nini, lazima itazusha hali ya shika nikushike. Na haya yote yanajiri kwa sababu gani? Kuna hoja nyingi pale ndani ya bunge ambazo kwamba ni lazima mzijadili. Na mnapozijadili kuna zile ambazo mwishowe zinabidi paka mpige kura. Ndio upande ule ambao kwamba utakuwa umeshinda katiba iweze kuenda mpango. Lakini sasa iwapo kwamba wewe umeruka umeenda ule mpango mwingine, utakuwa sasa yale maslahi ya wananchi walokuchagua kwa mrengo huo umeyakiuka. Naam, asante. Nafikiri pia tutakuwa tunaangalia kwa kina watu wanaposema, ama vile kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga anaposema wameasi chama, tutakuwa tunaangalia ni baadhi ya masuala yapi ambayo yanaonekana kama kuasi chama kisheria na vile vile kulingana na sheria za vyama kama ulivyoeleza, na ni kiwango gani basi mtu anapovuka mpaka hatua kama hizi na michakato kama hii inafaa kuanzishwa. Kumbuka alisema kwamba wananchi ndio waliochagua viongozi hawa, na iwapo hawataweza kujiuzulu basi watarejea kwa wananchi kuweza kuwashinikiza kuanzisha michakato ya kuwabandua mamlakani na waweze kuwania viti vile na mirengo mingine ambayo labda wanahisi wamejiunga nayo. Na nafikiri naweza kumhusisha Daktari John Mutunga ambaye ni mbunge wa Tigania West. Karibu. Na asante kwa kuja. Labda hoja zako ni zipi kuhusiana na sababu za kucheleweshwa kuanza rasmi kwa mazungumzo haya? Kuna mambo kadhaa ambayo upande wa upinzani walikuwa naleta kwa meza. La kwanza, hawakuwa wanataka kiongozi fulani awe katika ile kamati ambaye ni ya upande wa serikali. Walisema huyo aondolewe kwa sababu alikuwa kwa chama cha kwa muungano wa Azimio la Umoja Kenya la Umoja Azimio la Umoja Kenya One One Kenya Alliance. One Kenya Alliance hiyo.
La pili, kuna mambo kadhaa ambayo walikuwa nasema pengine yangezungumziwa nje ya bunge. Lakini ukiniuliza mimi nasema kwamba tukizungumza ndani ya bunge, tukitumia wabunge, ndio tunafuata sheria na katiba yetu. Katiba yetu inatulazimisha tuchague watu tuwapeleke bunge, ndivyo waweze kutuwakilisha. Kuzungumza maneno kule nje, hawa wanaohusika ni kama pengine kufungua tena kuwa na kila mtu aweze kuleta hoja zake. Na pia mmechagua viongozi ambao umewapeana nyadhifa na muda wa kuweza kushughulikia mambo yenu. Kwa hivyo mpango wa kuzungumzia mambo haya ndani ya bunge ama tukitumia wabunge, nafikiri ndio njia mzuri kabisa. Lakini hilo jambo walipowajadiliana na wakaona ni sawa waweze kurekebisha pale, nafikiri wamerudi kwa meza tena. Nafikiri tumeona pia kumekuwa na matumaini, tukiangalia mwanzoni wa kubuniwa kwa kamati hizi ama jopo hili, kukawa na vuta ni kuvute, yakaahirishwa, maandamano yakaanzishwa, yakasitishwa. Je, unaona kutakuwa na matunda, Mheshimiwa Chonga, mwishoni mwa mchakato huu? Mimi kabla niende kwa hiyo hoja, kwanza ninataka kutofautiana na daktari. Ni rafiki yangu, by the way. Rafiki yangu, tunashare mambo mengi. Lakini kuchukua msimamo wa kwamba swala hili nilizungumzwe tu peke yake ndani ya bunge, sijui kama ni kipengele gani cha katiba yetu anachokifahamu kinachosema hivyo. Lakini ningetaka kwanza nimrudishe nyuma kidogo. Mwaka 2007 2008, nafikiria tayari alikuwa mbunge, mimi nilikuwa si mbunge. Baada ya ghasia zilizotoka kwa sababu ya hali ya sitofahamu ya kura ile, ilibidi mpaka hata ulimwengu mzima aingilie kati swala hili. Akaletwa Kofi Annan, wakaletwa viongozi waje. Mbona wakati huo hawakusema hili swala lilikuwa nilizungumzwa na wabunge? Kuna parameters ambazo kwamba bunge inaweza ikajadili maswala fulani. Na kuna parameters ambazo kwamba bunge peke yake haitoshi. Ndipo sasa unaona mpaka kuna makanisa, civil rights organizations zingetaka kuhusishwa katika hili swala. Kwa sababu hili swala tukiliangalia na dhihaka linaweza likaturudisha pale tulipokuwa 2007. Naam. Labda tumpatie fursa vile vile Daktari Mutunga, Mheshimiwa wa Tigania East aweze kujibu hoja zake Mheshimiwa Chonga. Alafu pia vile vile nilikuwa nimemuuliza Mheshimiwa Chonga iwapo anaona kutakuwa na matunda, lakini nafikiri atakuwa analijibu hilo. Tutalijibu hilo. Baada ya mazungumzo haya kuanza siku ya Jumatatu tukitarajia yaanze, je, tunatarajia kuona matunda? Ningetaka kukumbusha Mheshimiwa Chonga kwamba hatuko na katiba ya mwaka 2010 na wakati wa 2008 tuko na hiyo katiba 2007 2008. La pili, tuko na serikali, wakati ule hakukuwa na serikali. La tatu, haya mambo mengi yalisuluhishwa katika Supreme Court. Kila kitu, mambo ambayo pengine yanakuwa pale kama mambo ya kujadiliwa, tuseme vile kufungua sawa, hilo jambo lilishughulikiwa Supreme Court. La tatu, tukifungua kila wakati tunafungulia kila mtu, sisi tutakuwa kwa siasa kutoka siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho. Wakati huu tuko na taratibu na kanuni zilizowekwa katika katiba, tunafuata pia sheria zetu, na hatuwezi kuwa kila wakati hatuna maoni ya kutosha. Hatuamini wale tunawapeleka kule bunge. Tukitumia kwa mujibu wa katiba yetu ya 2010, kuna nafasi ya kutosha kuzungumza mambo yote tukiwa ndani ya serikali, wale watu wameteuliwa na serikali. Nasema hivyo kwa nini? Unapojiruhusu kila mtu kuingia kwa mazungumzo, hoja zitapanuka, mambo mengi yatakuja pale, na mambo yaliyowekwa kwa meza ni mambo machache, na tukiangalia kwa kina tunaona mengine yameshashughulikiwa. Swala la IBC 4, wale the Jarida and others, hiyo mambo yalikuwa yameshughulikiwa. Sasa kurudisha tena kusema lazima warudishe, huwezi kusema lazima. Kenya ilikuwa kuliko kila mtu. Hakuna jambo la lazima hapa, mambo yote yanashughulikiwa. Ndivyo tunasema tuliamua kujipea katiba, tuweze kutumia ile katiba kufanya kazi yetu. Naam. La mwisho, ukiangalia pale maswala ambayo yanatakikana kweli yazungumziwe.
Sisi hata tukiwa upande wa serikali tunaamini gharama ya maisha iko juu, lakini turudi nyuma kidogo. Nani alifanya gharama ya maisha ikawa juu? Hapa tujiulize maswali. La tatu, turudi nyuma kule, wakati serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta walisalimiana na Raila Amolo Odinga, wakatengeneza handshake, ikawa opposition yote ikaingia kwa serikali. Kwa nini hawakujiuzulu waende wakatafute kura? Mbona hawakujiuzulu wakati huo? Unajua kuna uhuru wa pre-election na post-election coalition. Hiyo inaruhusiwa na katiba yetu. Kwa hivyo mambo mengi yanayoletwa hapa ni mambo yana suluhu. Na ni mambo yameshughulikiwa wapi? Kwa katiba. Unaleta mambo ambayo kufanya watu wao wakifanya kazi ambaye cost of living kwa kifupi kabisa. Cost of living ni mambo mengi. Gharama ya maisha imeletwa na mambo mengi. Sio jambo moja tu tuseme uteremsha ya bei ya unga. Serikali iliyokuwa walijaribu kuteremsha bei ya unga. Ni wangapi walipata unga ya shilingi 100? Wachache sana. Na nafikiri na pesa ilipotea pale nyingi zaidi. Muda takuwa na mruhusu Mheshimiwa Chonga, kwa sababu bado hamjajibu swali langu. Mmeanza kufanya huu ukumbi wa siasa. Tutapeleka mazungumzo kulingana na vile ninavyoyataka mimi. Hata mimi pia nilikuwa na turudi kwenye matunda Mheshimiwa. Hizi siasa tutapiga wakati mwingine. Matunda tunahisi yatapatikana na mazungumzo haya au la? Kufika sasa zile taratibu ambazo kwamba wamekubaliana watu wa Kenya Kwanza na One Kenya Alliance Azimio, kufika sasa kuna mwelekeo, kuna matumaini. Lakini matumaini haya yatategemea pia Kenya Kwanza kama wako na hiyo interest ya kwamba haya masuala ambayo yamezungumzwa yazingatiwe. Wewe ukiangalia tayari saa hizi kama kuna jambo ambalo limeanza kuleta hali ngumu, ni yale matakwa ambayo yameanza kuletwa na chama cha Jubilee. Ile wazi kabisa kikatiba, Jubilee mpaka sasa wako ndani ya Azimio. Kwa hivyo wale waliochaguliwa na chama cha Azimio kuenda kukaa kutatua masuala yameenda kwa niaba ya mrengo wa Azimio. Leo hii yale ambayo amekuwa daktari akiyazungumza, on the contrary, kina Kanini Kega na wale wengine, of course hawa ni watu ambao tayari wamejitokeza wazi, wako upande wa serikali. So ikiwa ni sisi tupige hatua baada ya hapa, ni serikali ya Kenya Kwanza iweze kuwapatia ushauri ambao utaleta nafasi ya haya majadiliano yaendelee. Na ipeana nafasi hiyo, basi tuwapatie na fursa, tuwapatie mazingira ambayo yanafaa katika majadiliano haya. Iwapo kwamba wataendelea na vile ambavyo wanaendelea, basi sijui kama hata ya mazungumzo yataendelea. Na muda ambao wamejipatia ni muda siku 60. Kwa hivyo wakiendelea kuvuta wameshapeleka tayari barua, sijui wataenda kotini, hizo siku 60 zitaisha, na sidhani kwamba tutakuwa tumefaulu katika lengo leo ambalo tunaliangalia. Na Mheshimiwa Mutunga, kwa maoni yako unaweza kujibu kwa ufupi tu hoja ambazo ameziibua Mheshimiwa Chonga, alafu vile pia tuangalie swala, tutakuwa unatufungulia sasa kuingia kwenye swala lingine, kwa sababu ni matukio ya wiki, hatutasalia kwenye swala la mazungumzo ya mapatano kwenye kipindi kizima. Kuna vile tumeona vuta ni kuvute kwenye chama cha Jubilee, ikiwa kuna lile swala la ule mkutano wa wajumbe wa kitaifa ambao vile aliyekuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa ametangaza utakuwa tarehe 22 mwezi huu kwenye ukumbi wa Bomas. Alafu tukaona vile kumekuwa na hoja tofauti ya kuahirisha mkutano huo na mbunge wa bunge la Iala kusema kwamba mkutano hao utakuwepo. Hizi vuta ni kuvute kwenye chama, tuseme zinaletwa na vitu gani, na pia vile zina muonekano gani katika siasa sasa hivi? Kwa mujibu wa katiba yetu, ukiwa rais miezi 6 baada ya kustaafu kama rais, baada ya kumaliza muda wako wa kuhudumia taifa, miezi 6 baadaye unataka ujiondoe kwa mambo yote ya siasa, ujiondoe kwa vyama vya siasa, ujiondoe kwa shughuli za kila siku za siasa, uwe sasa wewe ni mwananchi ambaye pengine tungekuja kwako kutafuta ujuzi na ujumbe ambao unaweza kutupea. Lakini rais mstaafu ako katikati siasa kwa wakati huu, kwa sababu kwa hivyo anavunja katiba. Na ndivyo unaona chama cha Jubilee na katiba ile tu imeweka na wazi, unaweza kujiunga na chama chochote kile ama mrengo wote ule kabla ya kupiga kura ama baada ya kupiga kura miezi 6. Chama cha Jubilee kimetimiza kila kitu.
hakuna jambo lolote kimefanya nje ya katiba. Kwa hivyo anayefanya makosa ni huyu mheshimiwa rais mstaafu ambaye anakatalia pale. Naam, nafikiri nimekuwa na mazungumzo kuhusiana na hoja hii mara kwa mara, na baadhi ya wanasheria wanasema kuna sheria mara mbili inayomtaka yeye kustaafu kwa siasa, na kama Mkenya bado ana haki ya kujihusisha kwenye siasa. Kwa hivyo ni kama vinakinzana viwili hivi. Ni mamlaka gani ambayo anafaa kuchukua wakati anajihusisha kama Mkenya, na ni yapi ambayo anafaa kuachilia wakati anajihusisha kama rais mstaafu? Kwa upande wako unahisi avuta ni kuvute hii, na watu watakaokuja kwa mfano kwenye ule mkutano wa tarehe 22 na watakaokuwa hawajakuja kwenye mkutano ule, itakuwa inaonyesha picha gani, ama inaonyesha masuala gani ambayo yatakuwa yanatarajiwa kwenye siku za usoni cha amani humu? Ndio nimesema mimi awali kwamba hata hili jopo ambalo limeundwa na kuzungumza haya masuala tata, iwapo kwamba Jubilee itashikilia ule mrengo, tukijua vizuri sana sisi watu wa Azimio ya kwamba ile ni faction ambayo kwamba imekuwa sponsored na serikali, basi watafanya haya mazungumzo yasiendelee. Lakini hata hivyo ishajitokeza wazi, nikirudi kwa upande na kwamba Jubilee ni kama ambaye iko mirengo miwili. Kuna mrengo wa mbunge aliyokuwa mbunge wa Ndaragwa Jeremia Kioni, kuna mrengo wa mbunge Kanini Kega. Na ukiangalia tu kiwazi ni kwamba ule upande wa Kanini Kega, huo ni upande ambao umekuwa sponsored. Manake ukweli na haki kabisa, kama ni tuende kikatiba, iwapo wao walikuwa wamechaguliwa kupitia Jubilee ambayo iko Azimio, basi tungeenda kama Azimio. Lakini tunaona sasa ushapasuka. Kupasuka kule, hata hiyo tarehe ya hiyo NDC, usishangae kwamba hakuna lolote la muhimu litatokea katika mkutano huo, isipokuwa itakuwa ni vurugu tena. Kumaanisha hiyo pia itaadhiri mazungumzo ambayo tuko nayo. Na nafikiri pia ukiangalia swala lenyewe la vurugu ambazo zimo kwenye chama cha Jubilee, kulingana na sheria ya vyama, nafikiri katika kujadili swala hilo vile vile mahakama ndiposa iseme watu warejee kusuluhisha chamani, ni kwa sababu kuna sheria za vyama na kuna stakabadhi ambazo zimeibuliwa kuonyesha kwamba walifuata sheria kufanya mabadiliko hayo. Kwa hivyo tutakuwa pia tunaendelea maybe kuliangalia mbeleni, kuangalia iwapo basi upande ambao utakuwa unapewa kisheria mamlaka hayo ni upi. Lakini tukiangalia swala la vile vile mili kufukuliwa kwenye eneo la Shakahola, kaunti ya Kilifi ambapo mheshimiwa anatoka, ambalo hatuwezi pia kulifumbia macho kwa sababu limekuwa likigonga vichwa vya habari. Kumekuwa na tetesi za kuingiza siasa katika swala hili. Tumeona kiongozi wa upinzani alijaribu kwenda kuingia kwenye shamba lile siku za hivi majuzi, akazuiliwa. Sheria inafaa kwenda kwenye kiwango gani katika kuweza kudhibiti hali kama hii? Na je, wananchi wana sheria kufikia kiasi gani kutaka kuingia mahali kama pale, na viongozi kama nyinyi? Tukianza na mheshimiwa Mutunga. Kwa kusema kweli siwezi kukuambia ni kwa nini kiongozi wa upinzani alizuiliwa kwenda pale. Lakini ukiangalia haya mambo yalitendeka lini? Unajua kuna lawama, watu wanatoa lawama kila kitu kibaya ni serikali imefanya. Tukiangalia haya mambo yalifanyika lini, tutajiuliza, tutajijibia sisi wenyewe yalifanyika wakati gani, kwa serikali gani, na nani alikuwa kwa serikali kwa wakati huo. Lazima kuwe kuna sababu ambaye siwezi kusema ninajua iliyofanya aambiwe aachane kuingia pale. Yale mambo yanahusu watu, ni vifo za watu, jamii wanajua na wanahusunika. Si mambo ya kuweka kwa siasa na mambo ya kujaribu kujihusisha kwa njia ambayo sio nzuri. Pengine serikali iliona hakuna haya mambo yafanywa na serikali, iko na jukumu la kutatua haya maneno, kwa sababu kwa wakati huu ndio serikali iko kwa ofisi. Lakini si mambo ambayo yataingiliwa na viongozi wa upinzani, yabadilishwe, yaanze kusemekana fulani wa fulani afanye nini. Na kuna jambo moja tunaelewa, upande wa upinzani, na nawaheshimu kabisa, rafiki yangu na wengine, sana sana kiongozi wao, kuna mahali anafanya mambo mengine yanatushangaza hata sisi, kwa sababu anachukua jambo lolote lile anarirusha juu, anasema mambo ambaye huwezi kuelewa ni nini, kama ni upinzani kweli ama ni vile yako yalivyo. Juzi nilisikia akisema ukikula GMO, ukikula makua mwanaume sio unakuwa namna gani, ukikula mwanamke sio unakuwa na. Hilo jambo limetoka wapi? Ako na watu ambao wana advisors, wale watu wanaelewa haya mambo,
tuseme wale wamefanya utafiti Kenya kwa hiyo sayansi, wengi wao wako katika Azimio na wanaelezea haya mambo so kuna mambo mengi yatakani yapelekwe njia mbaya. Kwa hivyo pengine serikali ilionelea hawataki haya mambo yaingizwe siasa na wanajua ni nini anayetafuta. Mimi ningetaka kusema hivi kwanza, daktari, mimi najua wewe uko mrengo wa Kenya Kwanza, na pengine ukiwa uko na tofauti zako wewe na kiongozi wa Azimio, nafikiria haviambatani na swali ambalo limeulizwa hapa. Mimi kwa mtazamo wangu, vile vifo vilivyotokea pale Shakahola, ukiniambia ni mambo ya serikali ilikuweko, mimi sinashindwa na kuelewa. Haya maswala ya vifo na kufukuliwa, si ni mwezi huu umepita tu ndio tumefukua. Hata kama tumeanza kuelezea kuanzia tabia za huyu mtu kuanzia mwaka 2017, lakini yaliyojiri ni ya mwaka huu. Kwa hivyo hili si swala la serikali ipi au serikali, ni serikali ambayo iko kwa mamlaka. Jambo hili ni la kuhuzunisha. Wacha tusiangalie ati kwamba ni watu wa pwani peke yake ndio waliangamia. Kuna watu almost all over the world wameangamia pale. Hata wakwetu wako. Na je, haya yote yatokee, serikali ni kwa nini haikujua? Tuko na structures, tuko na mzee wa mtaa, tuko na assistant chief, tuko na chief, tuko na haya yote mbona serikali isijue? Nafikiri mheshimiwa, wacha niende kwa lile swali ulimuuliza sasa daktari, ya kuzuiliwa kwa mheshimiwa Raila pale. Mimi nilipoepo, mheshimiwa Raila ni Mkenya kama Mkenya mwingine, na mheshimiwa Raila hakuenda usiku. Mheshimiwa Raila alienda mchana, na iwapo kwamba pengine walikuwa wanamdhania mheshimiwa Raila alikuwa na njama isieleweka, wangempatia nafasi waende na yeye mpaka huko. Yeye hakuenda kushuhudia, alikuwa anaenda kupeleka zile rambirambi zake kwa walioathirika. Alikuwa yuko na haki kama kiongozi, kama vile mimi niko na haki ya kuingia pale kuangalia chenye kinaendelea. Ni njama gani fiche serikali ilikuwa nayo hali ya kwamba wamzuia asiingie? Ni njama gani? Naam, nafikiri Mheshimiwa Chonga atakuwa vile vile tunaelewa pia hisia zako kulingana na swala lenyewe, na nitakuwa narudi kwako Mheshimiwa Mutunga kwa sababu naarifiwa kwamba tunahitaji kwenda kwenye pumziko fupi, lakini pia nataka kuwakumbusha viongozi na waheshimiwa studioni kwamba tunapozungumzia serikali na viongozi, nyinyi pia mpo ndani, na tunaposema kulikuwa na viongozi na wazee wa mitaa na pia vile vile kulikuwa na wabunge na miongoni mwenu wengine walikuwa wabunge wakati huo. Kwa hivyo haijalishi ni serikali ya mrengo gani ama ya awamu gani ya muda gani, lakini wale viongozi ambao wapo pale tunazungumza kwa niaba ya wananchi kwamba walifaa kujukumika. Mtazamaji, na kwenda kwenye pumziko fupi. Haya ni matukio ya wiki ndani ya sehemu ya Jarida. Tutakuwa tunazidi kuzama kwa kina zaidi kuangalia baadhi ya masuala yaliyokereketa kwenye vichwa vya habari na kugonga vichwa vya habari kwenye juma hili. Usiende mbali.